Karibuni katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, na hapa tulipo ni Ganzo, mahali ambapo ni makao makuu ya jimbo hili. Nipende kuchukua fursa hii kuwatazamisha mambo muhimu na ya msingi ambayo yamefanyika katika kipindi cha miaka hii mitatu, yaani kuanzia 2022 Novemba hadi 2025 Novemba katika jimbo hili la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Naam, mambo haya muhimu katika utume wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania kwa kipindi cha mwaka 2022 Novemba hadi 2025 Septemba tumeangazia katika sehemu kuu 6 ambazo ni jiografia ya jimbo, watumishi, utume wa kanisa, ukuaji na ongezeko, uwakili na mwisho ni miundombinu. Tutazame sasa jiografia ya jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Jimbo hili lilitengwa kuwa jimbo kamili mnamo mwaka 2008 na hadi kufikia sasa jimbo letu la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania linaundwa na jumla ya mikoa 3 na wilaya 1. Mikoa hiyo ni mikoa ya Mbeya, Njombe, Ruvuma pamoja na wilaya ya Songwe. Lakini kwa upande wa mkoa wa Ruvuma haihusishi wilaya ya Tunduru ambayo mara baada ya ugawaji wa field mpya ilihamishiwa katika field inayojulikana kwa jina la Thousand Corridor yenye makao makuu yake mjini Masasi. Mara baada ya kutazama jiografia ya jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, tuzitazame sasa taarifa za utume katika mikoa hii iliyopo ndani ya jimbo pamoja na wilaya ya Songwe. Tukianza na mkoa wa Mbeya ambao una wachungaji 35, mitaa 56, makanisa 223, makundi 169 na washiriki 22,789. Nao mkoa wa Njombe unao wachungaji 13, mitaa 21, makanisa 86, makundi 94 na washiriki 7,358. Nao mkoa wa Ruvuma unao jumla ya wachungaji 9, mitaa 13, makanisa 50, makundi 76 na washiriki 4,691. Tumalize kwa kutazama taarifa za utume katika wilaya ya Songwe ambapo wilaya hii ina mchungaji mmoja, mitaa 3, makanisa 13, makundi 20 na washiriki 1,050. Eneo la pili tunatazama watumishi. Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania limefanikiwa kuwa na watumishi katika vitengo tofauti tofauti. Tutaanza kwa kuangalia watumishi wa jimbo ambao ni wachungaji, watumishi wa taasisi na watumishi wengineo wa jimbo, ambapo kwa mwaka 2022 jimbo lilikuwa na watendakazi 186 na mwaka 2025 Septemba jimbo limefanikiwa kuwa na watumishi jumla ya 192. Hii ni sasa na ongezeko la watumishi 6 ambao ni sawa na 3.22. Na tuangalie wainjilisti wa vitabu ambapo kwa mwaka 2022 jimbo lilikuwa na wainjilisti wa vitabu 338 na hadi kufikia Septemba 2025 jimbo linao wainjilisti wa vitabu 318. Hii ni sasa na pungufu ya wainjilisti 20 sawa na 5.9. Tuitazame sasa sehemu ya 3 ambayo tutaangazia utume wa kanisa. Sehemu hii tumeangazia baadhi tu ya shughuli muhimu za kiutume zilizofanyika ndani ya jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania kwa kipindi cha mwaka 2022 Novemba hadi 25 Septemba. Na tuanze kwa kuitazama mikutano ya hadhara pamoja na satellite, ambapo sehemu ya kwanza tunatazama effort kupitia mtaa wa Swebo eneo la Tokela. Mwaka 2023 ilifanyika effort ambayo ilifanikisha kuwafikia vijana takriban 22 waliokuwa wamebobea katika uraibu wa madawa ya kulevya. Baada ya kufikiwa na ujumbe, vijana hao walijitoa kwa ajili ya ubatizo. Sambamba na hilo, vijana hao walipata nafasi ya kutembelea na kufanya ibada katika ofisi za makao makuu ya jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, wakitembelea vile vile taasisi zinazozunguka eneo la jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania.
Sehemu ya pili ni mikutano ya satellite. Hapa tunatazama namna ambavyo jimbo letu la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania liliunga juhudi za kanisa kiulimwengu kwa kuwafikia mamia matangazo ya mikutano iliyokuwa ikiendeshwa kwa njia ya satellite. Mikutano hiyo ni sambamba na mkutano wa Kihonda Net Event ya mwaka 2023 iliyofanyika Morogoro, pamoja na Kahama Net Event ya mwaka 2024, nayo Danet Event ya mwaka 2025 iliyorushwa kutoka Magomeni SDA. Na sehemu ya pili katika utume wa kanisa ni makambi na ugawaji wa vitabu. Kupitia makambi yetu tulianzisha program ya ugawaji wa vitabu, na kwa mwaka 2023 katika makambi ya mtaa wa Songea takriban vitabu 200 viligawiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma. Vile katika manispaa ya Njombe mwaka 2024 vitabu vipatavyo 700 viligawiwa katika eneo la soko kuu la mkoa huo wa Njombe. Na sehemu ya tatu ni utume wa kanisa katika maeneo mapya. Tutaanza kwa kuitazama kata ya Ihahi iliyopo ndani ya mtaa wa Chimala, Mbeya. Kupitia programu ya EEI, watumishi wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania wanaopatikana katika ofisi za jimbo waliunga jitihada za kanisa kwa kuifikia kata ya Ihahi, ambapo watumishi hawa waliandaa sabato ya wageni wakidhamini mlei ambaye anaendelea na kazi katika eneo hilo. Eneo la pili ni kijiji cha Kwambule ambacho kinapatikana ndani ya mtaa wa Wanging'ombe katika mkoa wa Njombe. Eneo hili lilifikiwa na mkutano wa hadhara uliofanyika mnamo mwaka 2024, na sasa mipango ya ujenzi wa kanisa katika eneo hilo ukiwa unaendelea. Jambo lingine la kutazama hapa ni namna jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania tulivyoazimisha miaka 150 ya utume wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni mnamo tarehe 20 hadi 21 Disemba 2024 katika eneo la shule yetu ya Mbeya Adventist Pre and Primary School. Sambamba na hilo, jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania lilifanikiwa kuwa mwenyeji wa kambi la watu wenye mahitaji maalum mnamo Septemba 7 hadi 13 mwaka 2025 kwa kushirikiana na uongozi wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Baadhi ya wahitaji hao walipatiwa viti mwendo vilivyowasaidia katika shughuli zao za maisha ya kila siku. Na sehemu ya 4 ni huduma na matendo ya huruma kwa jamii inayozunguka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ambapo tulifanikisha ujenzi wa mradi wa choo chenye matundu yapatayo 8 katika shule ya Mbaliziwani iliyopo katika kata ya Utengule, Usongwe. Mradi huo uligharimu zaidi ya kiasi cha milioni 10. Na sehemu ya mwisho katika utume wa kanisa tunatazama uzinduzi na ugawaji wa kitabu cha Pambano Kuu, ambapo jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania kwa washiriki na waumini wakiongozwa na mwenyekiti wa jimbo walishiriki katika zoezi la uzinduzi na ugawaji wa kitabu cha Pambano Kuu. Naam, tuitazame sasa sehemu ya 4 ambayo tutaangalia ukuaji na ongezeko katika makanisa, mitaa, ubatizo na washiriki. Tuanze kwa kutazama makanisa. Mnamo mwaka 2022 jimbo letu lilikuwa na makanisa 252, na mwaka 2025 kufikia Septemba jimbo lina jumla ya makanisa 372. Hii ni sawasawa na ongezeko la makanisa 120 sawa na 47.6. Na mitaa, mwaka 2022 jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania lilikuwa na mitaa 35, na hadi kufikia Septemba 2025 jimbo lina mitaa 93. Hii ni sawa na ongezeko la mitaa 58 sawa na 165.7. Na ubatizo, kwa mwaka 2022 jimbo lilifanikiwa kubatiza washiriki 2580, na hadi kufikia Septemba 2025 jimbo letu limefanikiwa kubatiza jumla ya washiriki 3666. Hii ni sawa na ongezeko la wabatizwa 1086 sawa na 42%. Na tumalize kwa kutazama washiriki, ambapo kwa mwaka 2022 hadi Novemba jimbo lilikuwa na washiriki 28574, na kwa mwaka 2025 lina washiriki 35883.
7,188. Hii ni sawasawa na jumla ya ongezeko ya washiriki 7,314 sawa na asilimia 25.5. Na hatimaye sehemu ya 5, ambapo hapa tunatazama uwakili katika matoleo ya zaka pamoja na sadaka. Tutaona namna ambavyo kumekuwa na ongezeko katika matoleo haya kama ambavyo grafu zitakuwa zikionyesha. Mnamo mwaka 2022 Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania lilitoa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 1,477,417,175.21, na mwaka 2025 hadi kufikia Septemba, Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania limekusanya jumla ya zaka kiasi cha shilingi bilioni 2,278,529,171.10. Hii ni sawasawa na ongezeko la kiasi cha zaka shilingi milioni 147,148,694.48. Hii ni sawasawa na ongezeko la asilimia 7.8. Na kwa upande wa sadaka vile vile kumekuwa na ongezeko kutoka mwaka 2022, 23, 24 na hadi 25. Na hapa tutazame 2022 ambapo jimbo lilikusanya sadaka ya kiasi cha shilingi bilioni 1,668,224,027.40. Na mwaka 2025 hadi kufikia Septemba, Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania limekusanya sadaka ya shilingi bilioni 1,737,746.40. Hii ni sawasawa na ongezeko la kiasi cha sadaka shilingi milioni 169,538,719. Hii ni sawasawa na ongezeko la asilimia 10.1. Na hatimaye ni sehemu ya mwisho ambayo tunatazama miundombinu ndani ya Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Tuanze kwa kuyatazama makanisa yaliyoboreshwa miundombinu yake, ambayo ni makanisa ya Swebo pamoja na kanisa la Mbeya Kati mtaa wa Rwanda. Vile vile tunamshukuru Mungu kwa kufanikisha ujenzi wa makanisa. Ujenzi huu ulifanyika katika makanisa ya Songea mjini, mtaa wa Songea, na mtaa wa Njombe katika kanisa la Kambarage SDA. Vile vile tulifanikiwa kufanya ujenzi wa nyumba za wachungaji kupitia mitaa ya Chunya pamoja na mtaa wa Iziwa. Vile vile kwa namna ya kipekee sana tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kama Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania kwa kutufanikisha kukamilisha ukumbi wa jimbo, na sasa mkutano huu wa 5 wa jimbo hili la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania unafanyika ndani ya ukumbi huu, na hizi ni jitihada za washiriki, waumini, wachungaji, watumishi na viongozi wa Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Hakika tunamtukuza Bwana kwa kutufanikisha katika hili. Pamoja na ujenzi wa ukumbi wa Jimbo la Nyanda za Juu Kusini, vile vile taasisi zetu hazikuwa nyuma, kwani katika taasisi yetu ya Mbeya Adventist Secondary School tulifanikisha ujenzi wa bwalo linalosaidia katika shughuli mbalimbali za kielimu na kidini katika shule yetu hiyo. Vile vile katika zahanati yetu ya Iganzo SDA tunamshukuru Mungu kwa kutupatia uwezo wa kufanya uboreshaji kwa kununua mashine mpya na ya kisasa. Mashine hiyo inajulikana kwa jina la Hematology Analyzer. Jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania tulitilia msisitizo urushaji wa ibada zetu kwa njia mubashara, na kwa kanisa la Mbeya mjini SDA ibada za kila Sabato hurushwa mbashara kupitia YouTube channel ya kanisa inayojulikana kwa jina la Mbeya mjini SDA Church. Ndugu wajumbe, na kwa kufikia mwisho wa kuangazia mambo haya muhimu kwa namna ya kipekee sana, tunapenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati, kwanza kwa Mungu aliyetupatia kibali cha kutenda kazi pamoja naye kwa kipindi cha mwaka 2022 Novemba hadi 2025 Septemba. Shukrani hizi pia ziende kwa uongozi wa Jimbo Kuu uliomaliza muda wake ukiongozwa na mchungaji na daktari Godwin Lekundayo, mchungaji na daktari Jeremia Izungo, sambamba na Elda Shabato Msaki,
Vilevile tunawashukuru uongozi wa sasa wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania wakiongozwa na Mchungaji Joseph Mgwabi, Mchungaji Magulilo Mwakaronge na Elda Shabatu Msaki kwa namna ambavyo wameunga mkono jitihada na shughuli za utume ndani ya jimbo letu la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Tunashukuru pia maofisa wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, wakurugenzi wote, watendakazi wa jimbo, wachungaji wa mitaa, wakuu na watendakazi wa taasisi zetu, wainjilisti wa vitabu, viongozi wa makanisa mahalia, washiriki na waumini wetu wote. Tunawashukuru sana kwa umoja, mshikamano mlioonyesha katika kipindi hiki cha miaka mitatu, na Bwana awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza na ninawakaribisheni muweze kuendelea kupata taarifa kutoka kwa maofisa wenzangu na kwa wakurugenzi wa jimbo hili la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Mchungaji mpenzi, hukuita uje katika